Naam, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Ninawakaribisha wale ambao mnatufuatilia kutoka Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda na hata hapa Tanzania na mikoa yake, lakini nje ya nchi hizo nilizotaja pia. Mungu awabariki sana ambao mnaendelea kutufuatilia. Na leo ni siku ya 4 katika mfululizo wa vipindi vyetu vya uamsho wa kiroho. Na hivyo ninawaalika sasa ili twende pamoja kwa ajili ya kuamka tena kutoka katika usingizi wa kiroho ambao tulikuwa tumelala. Maana Mungu yuko tayari kutuamsha katika siku hizi 14, katika hizi siku 10. Kwa hivyo niwakaribishe tuombe ili tuendelee. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa neema na fadhili zako. Sema nasi tena leo, ukatufundisha katika jina la Yesu Kristo. Amina. Katika safari yako ya imani katika ulimwengu huu, je, ukijichunguza unaona kwamba unamwogopa Mungu? Katika kitabu cha Ufunuo 14 kuna ujumbe hapa wa malaika watatu. Upo ujumbe wa malaika watatu, na tukumbuke ya kwamba kitabu cha Ufunuo ni kitabu cha unabii unaofungua unabii uliofungwa na Danieli. Kitabu cha Ufunuo ni kitabu cha unabii kinachofungua yaliyofungwa na Danieli. Yale aliyoyanena Danieli na akaambiwa ayafunge, maana ni ya nyakati za mwisho. Katika kitabu cha Ufunuo, Yohana aliyekuwa mwanafunzi wa Yesu mdogo kuliko wote, akiwa katika kisiwa cha Patmo, yeye anafunuliwa na kufungua yale ambayo Danieli aliambiwa afunge. Kwa hivyo kitabu cha Ufunuo ni kitabu cha unabii ambao hautaki kutwezwa, maana wapo wanautweza unabii, na sisi tumeambiwa katika maandiko kwamba tusitweze unabii. Unabii sio kitu cha kutweza, kwa sababu ni neno ambalo linafungua hatima ya wanadamu, hatima ya ulimwengu. Kwa hivyo kama kuna mchungaji ama mhubiri yoyote anasema kwamba kitabu cha Ufunuo ni kitabu kigumu, kitabu ambacho kina mambo yasiyoeleweka nayo, yeye ndiye haelewi. Lakini Mungu ametupa ufunuo, ndio maana kikaitwa ufunuo. Maana yake nini? Yaliyomo yamefunuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo leo tunakwenda kujifunza kitabu cha Ufunuo, katika kitabu cha Ufunuo sura ya 14, lakini pia tutaangalia katika kitabu cha Ufunuo sura ya 17. Huko ndiko tutakakotembea. Kwa hiyo katika kitabu cha Ufunuo sura ya 14 kuna ujumbe wa malaika watatu wanaotumwa kuleta message. Ujumbe huu unasemaje? Katika ile aya ya kwanza Biblia inasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakaao juu ya nchi, na kila taifa na kila kabila na lugha na jamaa. Kwa hivyo kuna malaika wa kwanza amepewa message, amepewa ujumbe wa kuwahubiri injili. Kwa hiyo yeye amepewa injili ya milele ya kuwahubiri hao wanaokaa juu ya nchi, na si wanaokaa juu ya nchi peke yake. Anasema na kila taifa na kila kabila na lugha na jamaa. Kwa hivyo ujumbe huu wa injili ya milele ni ujumbe ambao unatakiwa kuhubiriwa kwa mataifa yote, kama jinsi tunavyofanya hapa. Wewe unanitazama Kongo, Kenya, Uganda, Burundi na Rwanda na magharibi katika mataifa ya Ulaya. Hiki tunachokifanya ndio ujumbe wa malaika wa kwanza. Kwa hivyo yoyote yule atakayehubiri injili ya ufalme, injili ya ufalme wa Mungu, yeye huyo anahubiri ujumbe wa malaika wa kwanza. Yeye ndiye mjumbe hasa, kwa sababu malaika huyu anawakilisha wale watakaobeba ujumbe wa kweli. Yeye ndio anawakilisha. Utambue kwamba kitabu cha Ufunuo ni kitabu cha unabii. Kwa hivyo ninaposema malaika, haji malaika physical, haji malaika tukamuona akianza kuhubiri, isipokuwa wale wateule waliobeba ujumbe wa Mungu. Hawa ndio wanafananishwa na mjumbe huyu malaika, wamebeba injili ya milele. Katika kitabu cha Ufunuo 14:7 mstari wa 7 anasema, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Huyu malaika wa kwanza, maana huu ni ujumbe wa malaika watatu. Malaika wa kwanza anasema
Mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Kwa hiyo ujumbe wa malaika wa kwanza katika kitabu cha Ufunuo ni kumsujudia Mungu, ni kumcha Mungu. Katika Kiingereza kumcha Mungu inasema hivi, katika Kiingereza kumcha Mungu, maana amesema mcheni Mungu na kumtukuza. Katika kitabu cha Kiingereza kwenye King James Version anasema hivi, saying with loud voice, fear God and give glory to him. Fear God, kufia ni kuogopa. Fear God, kuogopa, kuhofu, kutetemeka. Ndio maana Mungu anasema katika kitabu, anasema kwamba yeye huangalia wale watetemekao, wenye moyo wa kupondeka, watetemekao. Mungu anataka watu wanaotetemeka mbele zake, wanaohofu. Ndio maana ujumbe wa malaika wa kwanza anasema mcheni Mungu. Mcheni, kumcha Mungu ni kuwa na hofu, kumuogopa, kujiepusha na uovu, kujiepusha na dhambi, kujiepusha na vitu ambavyo vinamchukiza Mungu, kumhofu yeye kwamba yeye anaua roho na mwili. Lakini watu wa leo, na katika ulimwengu wa leo huu ulioharibika, watu wanamuogopa anayeweza kuua mwili peke yake. Watu hawamchi Mungu tena, watu hawamuogopi Mungu tena, watu wamemshirikisha Mungu na vitu visivyofaa. Mungu anasema mcheni yeye na mtukuze yeye aliyefanya chemichemi za maji, aliyeumba mbingu na nchi. Sasa huyu aliyeumba mbingu na nchi anataka aogopwe, si kumwogopa kwamba likiumbe fulani linalotisha. Hapana, kumwogopa kwa heshima yenye utifu na unyenyekevu kama Mungu muumbaji. Mungu muumbaji. Katika kitabu cha Kutoka 20, hebu soma na mimi hapa katika kitabu cha Kutoka 20 na ile sura ya kwanza. Kutoka 20 sura ya kwanza, Biblia inasema hivi. Mungu anasema, Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Hapa alikuwa anawaambia Waisraeli, lakini maneno haya Biblia inasema yaliandikwa ili kutufikiria sisi katika maisha ya dunia na kutuonya na kutufundisha. Kwa hivyo wakati wanaambiwa Waisraeli, tunaambiwa na sisi wanadamu. Maana maneno haya Mungu hakuandikia kikundi fulani peke yake, hakuandikia kabila fulani peke yake, hakuandikia jamii fulani peke yake. Aliandika neno hili takatifu, Biblia, kwa ajili ya wanadamu wote, kwa ajili ya wenye mwili wote. Kwa hivyo anavyosema alikutoa katika utumwa wa Misri. Wewe utajiuliza, mimi siko Misri, mimi ni Mwafrika. Misri ni wapi? Misri panafananishwa na mahali ambapo pana utumwa wa dhambi. Misri panafananishwa na ambapo pana utumwa wa mahangaiko ya kutisha, pana utumwa wa uovu, ndio panafananishwa na Misri. Kwa hivyo Mungu anakuambia wewe leo kwamba amekutoa katika utumwa wa dhambi, amekutoa katika utumwa wa uovu uliokisiri, wa mahangaiko na shida mbalimbali. Kwa sababu wale wa Israeli wa kimwili walitolewa kwenye utumwa wa dhambi, wa kuabudu miungu, wa kuabudu masanamu, wa kutumikishwa kimwili, walitolewa huko. Kwa hivyo inawakilisha hata leo kwako kwamba Mungu anaweza kukutoa, na anasema, anakutangazia kwamba tangazo hili analitangaza. Mungu anasema, mimi ni Mungu Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya wapi? Ya Misri. Katika mstari wa 3 anasema, usiwe na miungu mingine ila mimi. Tunarudi katika kitabu cha Ufunuo 14 mstari wa 7 anasema, mcheni Mungu na kumtukuza, msujudieni yeye aliyefanya mbingu na nchi. Kwa hivyo tangazo hili linaonyesha kwamba hatutakiwi kumwabudu Mungu mwingine yoyote isipokuwa Mungu yeye mwenyewe aliyefanya mbingu na nchi. Kwa hivyo anawaambia wa Misri kwamba usiwe na miungu mingine ila mimi. Hivyo tangazo hili linakuja hata kwako wewe unayeishi katika karne ya leo, katika ulimwengu wa leo ambao umeharibiwa na Shetani. Anakuambia usiwe na miungu mingine. Je, ni kweli hauna miungu mingine? Wewe unayenisikiliza kutoka Kongo, Kenya, Uganda, Burundi, Tanzania, je, hauna miungu mingine? Inawezekana umejifanyia miungu mingine ambayo imekufanya usimhofu Mungu. Mungu anasema katika kitabu cha Ufunuo 14:7, mcheni yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Yani muogopeni yeye, tetemekeni mbele zake, mhofu yeye. Lakini wewe leo hujahofu Mungu tena, umejigeuzia miungu, na wakati mwingine fedha zako ndio zimekuwa Mungu wako.
Nyumba yako na mali zako ndicho kimekuwa Mungu wako. Kwa nini? Kwa sababu ndicho unachokipa priority, kwa sababu ndicho unachokipa kipaumbele kuliko Mungu. Nyumba yako na gari yako na mali zako na watoto wako na vitu vingine na marafiki na ndugu ndio uliowapa kipaumbele kuliko Mungu. Kuna wengine kwa sababu ukiangalia teknolojia hii imebadilika. Tumeletewa simu ambazo zina vitu vingi sana. Kwa hivyo kuna watu ambao anaipa priority simu yake, anaipa kipaumbele simu yake. Kwa nini? Kwa sababu akiamka usingizini yeye ni simu, anakimbilia simu, anaingia mtandaoni, mitandao, vitu vya kipuzi, maburudisho yasiyo na maana, ameingia kuyapa priority, kipaumbele. Kwa hivyo huyo ndio anakuwa Mungu wako. Kwa nini? Kwa sababu kila ambacho unachokipatia kipaumbele kwenye maisha yako ndicho kinachokuwa Mungu wako. Na Mungu amesema msiwe na miungu mingine ila mimi. Kutoka 20 katika fungu la 4 anasema usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilichoko juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Mungu anasema kwamba ili umche yeye, ili umwogope Mungu, kama alivyosema katika kitabu cha Ufunuo 14 mstari wa 7 kwamba mcheni Mungu na kumtukuza. Kumcha Mungu ni kumwogopa, kutetemeka. Anasema yeye anawaangalia wenye moyo uliopondeka, wanyonge wanaotetemeka mbele zake. Anasema kama utamcha yeye, hautatengeneza sanamu na kuisujudia. Anasema usijifanyie sanamu, usijifanyie sanamu ya kuchonga. Kuna wakati mwingine watu wamefanya hata ya kuchola. Hata ya kuchola Mungu amekataa. Utaniambia unaipata wapi ya kuchola? Mbona mimi sijawahi kuona sanamu ya kuchola imezuiliwa kwenye Biblia? Mungu amesema hata sanamu ya kuchola usichole. Maana kuna wengine wamechola sanamu za kuchola, micholo ya sanamu. Katika kitabu cha Mambo ya Nyakati 34 na lile fungu la 3, sanamu za kuchola. Mungu alipozuia sanamu za kuchonga, alizuia na za kuchola. Kwa hivyo hebu angalia katika kitabu cha Nyakati wa Pili 34:3 anasema, kwa kuwa katika mwaka wa 8 wa kutawala kwake, naye akali mchanga, alianza kumtafuta Mungu wa Daudi, ambaye hata katika mwaka wa 12 akaanza kusafisha Yuda, Yerusalemu, kwa kuondoa mahali pa juu, kwa kuondoa maashera na sanamu za kuchola. Kwa hivyo hata sanamu za kuchola zinapaswa kuondolewa katika nyumba za ibada. Sanamu za kuchola hazitakiwi pia. Kwa hivyo Mungu anasema usijifanyie sanamu ya kuchonga katika kitabu cha Kutoka 20. Kwa hivyo Mungu amezuia sanamu za kuchonga na za kuchola. Katika kitabu cha Ufunuo 20 na ile aya ya 4, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote. Mfano wa kitu chochote. Tena anasema kilichoko juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Kwa hivyo kama mbinguni unafahamu kwamba kuna viumbe huko vipo, lakini pia Mungu yupo huko, lakini pia Yesu yupo huko, hutakiwi kufanya sanamu. Mungu amezuia na hajaruhusu mahali pengine, kwa sababu kuna watu wametengeneza sanamu na wametafuta coverage yao wenyewe. Lakini je, Mungu ameruhusu mahali fulani kwamba basi nilisema kwenye Kutoka 20 usifanye sanamu ya kuchonga, lakini leo ninaruhusu? Hapana. Mungu amesema, na yeye hana kivuli cha kugeuka. Yeye si mtu mpaka geuke awe na kigeugeu. Mungu akisema usifanye jambo fulani, amesema usifanye. Mungu amesema usile nguruwe, usile, full stop. Hakuna kutafuta fungu lingine ambalo utajificha nalo. Hakuna fungu, na hakuna fungu kwenye Biblia ambalo linaruhusu kitu ambacho Mungu alikataa afu akaruhusu. Alipo. Kwa hiyo anasema usijifanyie sanamu ya kuchonga, kwa sababu Mungu yeye ni Mungu mwenye wivu mkali, na anasema
anawarehemu wale tu wanaompenda na kuzishika amri zake, lakini anawapatiliza wana maovu ya baba zao. Kwa hiyo unaweza kukuta watoto wanapata shida kwa sababu wamepatilizwa maovu ya baba ambayo aliyatenda. Alikataa kumcha Mungu, alikataa kutetemeka mbele za Mungu, alikataa kumsikiliza Mungu kwa maagizo yake. Katika kitabu cha Ufunuo tunasisitizwa na malaika wa kwanza kwamba mcheni Mungu na kumtukuza. Na huko katika kitabu cha Kutoka 20 tunaambiwa kwamba tusiwe na miungu mingine ila yeye. Kwa hivyo tutakapokuwa na miungu mingine, maana yake tutaanza kuicha miungu hiyo. Na kuna wengine wamegeuza waganga ni miungu yao, wengine wamegeuza watu ni miungu yao. Na acha nikwambie, Biblia imesema alaniwe amtegemeaye mwanadamu. Yeyote anayemtegemea mwanadamu alaniwe, kwa sababu amemgeuza huyo kuwa Mungu wake. Tegemeo letu sisi sote linapaswa kuwa kwa Mungu na si kwa mwanadamu ambaye na yeye mwenyewe amefanyika kutoka katika mavumbi ya udongo. Yeye mwenyewe ni mwenye damu kama wewe. Kwa hivyo upaswi kumtumainia yeye, unapaswa kumtumainia Mungu aliye hai. Kwa hivyo hebu fanya mabadiliko kuanzia sasa, ya kwamba unapaswa kumcha Mungu na kumsujudia yeye. Maana katika kitabu cha Kutoka 20 hapa anasema kwamba, kwa hiyo Mungu anavyosema msujudieni yeye, anamaanisha kwamba ibada inapaswa kupelekwa kwake peke yake. Na kuna wengine wanaweza kusema sisi tumefanya tu sanamu, hatuziabudu. Lakini unazitumikia hizo sanamu, kwa sababu sanamu hiyo uliyotengeneza ikipata vumbi unaisafisha, ikichakachakaa unaipaka rangi, unaitumikia hapo. Kwa hivyo Mungu amezuia, na hakuna utetezi zidi ya kila ambacho Mungu amekizuia. Hakuna. Hata unapoweka sanamu ya mwezi, hata unapoweka sanamu ya jua, Mungu amezuia usiweke. Na kweli kama unamcha Mungu hupaswi kufanya hivyo. Tunarudi sasa katika kitabu cha Ufunuo 14. Kitabu cha Ufunuo 14 ambapo tumeanzia, na lile fungu la 8 linasema hivi. Katika fungu la 8 anasema hivi, malaika wa kwanza yeye amesema mcheni Mungu na kumtukuza, msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Malaika wa pili anasema, kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema, umeanguka, umeanguka Babeli, mji ule uliokuwa mkubwa, maana ndio uliowanywesha mataifa yote mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Malaika wa pili anatangaza tangazo la kwamba Babeli imeanguka. Anasema umeanguka, umeanguka Babeli, mji ule mkubwa uliowanywesha mataifa kwa mvinyo ya uasherati wako. Mataifa kwa mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Hivi huyu malaika anatangaza kuhusu Babeli, ambaye Babeli ni kitu gani? Ndio maana nikasema mchungaji anayesema kwanza kwamba hizi habari za ufunuo, habari za mnyama, habari hizi zisihubiriwe. Hiki kitu kimefunuliwa katika Biblia na Mungu amekileta ili tuelewe huyu Babeli alianguka ni nani. Tuelewe kwamba tunapaswa kumcha Mungu ni nani. Aliyeziumba mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo ni nani. Kwa hivyo kitabu cha Ufunuo hakina siri, kimefunuliwa kabisa. Ndio maana kinasema kimefunuliwa. Kwa hivyo malaika huyu anasema umeanguka, umeanguka Babeli, umeanguka, umeanguka Babeli, mji ule uliye mkubwa, maana ndio uliowanywesha mataifa yote mvinyo ya ghadhabu ya uasherati. Kwanza kumbuka, unapotamkwa mji ni mahali ambapo panakaa, wanaishi watu, wanakaa watu. Na inapotamkwa mvinyo ni mafundisho ya uongo. Yaani kwenye kitabu cha unabii ukisikia neno mvinyo ni mafundisho ya uongo, mafundisho ambayo hayaendani na neno la Mungu kwenye kitabu cha unabii. Kwa hivyo hii Babeli ni Babeli ipi ambayo inatangazwa katika kitabu cha Ufunuo? Maana ipo Babeli ambayo tunaiona katika kitabu cha Mwanzo. Tunaiona Babeli ambayo ilijengwa na mtu anaitwa Nimrod. Hii Babeli ambayo ilijengwa na mtu anaitwa Nimrod ilikuwa kule Shinari, ambapo leo wanaita Iraki, katika Uru wa Wakaldayo, kule ambapo ilijengwa ule mnara wa Babeli, ambapo Nimrod alikuwa anawakusanya watu, mjukuu huyu wa Nuhu, ili watu wasije wakagarikishwa na maji.
kwamba kwa sababu Mungu alileta gharika ya maji, watu wakamezwa na maji. Sasa Nimrod akaamua kujenga mnara wa Babeli ambao kabla hujaitwa Babeli ulikuwa ni mnara ambao alitaka ufike hata mbinguni. Kwa hivyo Mungu alishuka akawachafulia usemi. Baada ya kuwachafulia usemi, wakashindwa kuendelea kujenga ule mnara, ndio pakaitwa Babeli. Mungu anasema akapaita Babeli kwa maana hapo ndipo alipochafua usemi wa lugha ambayo ilikuwa inatamkwa duniani, maana watu walikuwa na lugha moja. Kwa hivyo Babeli ni machafuko ya usemi, ni machafuko ya lugha, ni machafuko. Watu walichafuliwa hapo. Baada ya kuchafuliwa usemi, wakashindwa kuelewana. Kwa hivyo pakaitwa Babeli. Babeli ya pili tunaiona ni Babeli ambayo ilikuwa ni ya Nebukadneza. Kwa hivyo kuna Babeli ya Nimrodi na kuna Babeli ya Nebukadneza tunazosoma kwenye Biblia, na kuna Babeli inayotajwa kwenye Ufunuo. Hii Babeli ni ya nani? Hii ndio tunakwenda kuitazama sasa. Katika malaika huyu wa pili anasema, umeanguka Babeli, mji ule mkubwa uliowanywesha mvinyo ya ghadhabu yake. Mataifa yote yamenyweshwa mvinyo, mataifa yote yamefundishwa uongo wa huyu Babeli mkuu, mji mkuu wa Babeli. Sasa huyu mji mkuu Babeli, mji mkuu ni nani? Huyu Babeli mji mkuu ambaye anatajwa katika kitabu cha Ufunuo. Wapendwa, nimesema kitabu cha Ufunuo ni kitabu cha unabii. Katika vitabu vikubwa vya unabii tunaona kitabu cha Ufunuo ni kitabu kikubwa, na kitabu cha Danieli kilifunga yanayofunguliwa katika kitabu cha Ufunuo. Kwa hivyo hakuna mafumbo yaliyofichwa. Mungu yeye anafunua yaliyo sirini. Mungu, Danieli anasema yeye hufunua ndoto na mafumbo. Kwa hivyo hakuna kitu kigumu ambacho kitakushinda kuelewa. Wewe unachotakiwa ni kufuatilia katika channel yetu ya Neno la Uzima. Wewe unayetufuatilia kutoka nchi za magharibi, kutoka nchi za Afrika, kutoka Kenya, Tanzania, Rwanda na Burundi, wewe tufuatilie, utaelewa na utajifunza katika siku 10 hizi za uamsho wa kiroho, na Mungu atakubariki sana. Kwa hivyo huyu malaika wa pili ametangaza tangazo hilo kwamba Babeli mkuu ameanguka. Babeli mkuu ameanguka. Sasa huyu Babeli mkuu ni nani? Maana huyu Babeli anayetajwa hapa ni Babeli ya kiroho. Sasa Bwana Yesu asifiwe. Ni Babeli ya kiroho, sio Babeli ya kimwili tena kama ya Nimrodi, sio Babeli ya kimwili tena kama ya Nebukadneza. Hii Babeli inayotajwa hapa ni Babeli ya kiroho. Sasa ni Babeli ipi? Tuangalie katika kitabu cha Ufunuo 17 na ule mstari wa 3. Ufunuo 17 na ule mstari wa 3, Biblia inasema hivi: akaja mmoja wa wale malaika 7 wenye vile vitasa 7. Tunaanzia mstari wa 1. Akanena nami akisema, njoo huku, nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aliyeketi juu ya maji mengi. Huyu kahaba, unapozungumzwa kahaba kwenye kitabu cha Ufunuo au kitabu cha unabii, ni mwanamke aliyeacha mume wake, ni mwanamke aliyeacha mume wake akaenda kufanya ukahaba, kufanya uzinifu na uasherati. Kwa hivyo huyu mwanamke aliyeacha ukahaba na kwenda kufanya uasherati, kwenye kitabu cha Ufunuo inatafsiri kuwa ni kanisa. Sio kama, inatafsiri kuwa ni kanisa. Mwanamke katika kitabu cha unabii anafasiriwa kama kanisa, na ndio maana mahali fulani Mungu anawaita Waisraeli binti Sayuni. Kwa hivyo mwanamke anafananishwa na nini? Na kanisa. Na kanisa. Ndio maana mahali fulani Petro anasema, nalimposea bikira safi. Alimposea Kristo bikira safi, amletee bikira safi. Kwa hivyo kanisa linafananishwa na nini? Na mwanamke. Katika kitabu cha Ufunuo 14 tumeona tangazo la kutisha. Tangazo la kwanza lilikuwa la malaika wa kwanza, anasema mcheni Mungu na kumtukuza. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo. Lakini tangazo la pili katika malaika wa pili katika kitabu cha Ufunuo 14, na anasema umeanguka Babeli, mji ule mkuu. Sasa huyu Babeli ni nani katika kitabu cha Ufunuo? Maana tumeona ilikuwepo Babeli ya Nimrodi katika nchi ya Shinari ambapo ni Iraki leo, tukaona Babeli nyingine ya Nebukadneza, lakini sasa tunaona Babeli ya kiroho katika kitabu cha Ufunuo ambayo inaambiwa umeanguka Babeli, mji ule mkubwa uliowanywesha mvinyo ya ghadhabu yako mataifa yote. Kwa hivyo katika kitabu cha Ufunuo 17 mstari wa 3 anasema hivi:
akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina makufuru, mwenye vichwa 7 na pembe 10. Yohana akiwa katika kisiwa cha Patmo, akiwa ametupwa katika kisiwa cha Patmo ili afie hapo, ili aliwe na wanyama wakali. Maana walijaribu kumuua huyu mwanafunzi wa Yesu, hawakuweza. Walimburuta, walimloweka kwenye mafuta yanayochemka, lakini hakufa huyu, kwa sababu aliwekwa kwa makusudi ya kitabu hiki, ili alete ujumbe huu kwa watu wa kizazi cha karne ya leo. Kwa hivyo akiwa katika kisiwa cha Patmo, Yohana anaonyeshwa, anafunuliwa, anachukuliwa katika roho hata jangwani. Anachukuliwa katika roho hata jangwani. Anaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana. Kumbuka kitabu cha Ufunuo au kitabu cha Ufunuo ni cha unabii. Kinaposema mwanamke kinamaanisha kanisa. Kinaposema mwanamke kinamaanisha kanisa. Nisikilize mtu wa Mungu, tunajifunza haya kwa sababu yameletwa ili tujifunze. Tunajifunza haya ili tuelewe nyakati za mwisho patakuwa na mifumo gani. Tunajifunza haya ili tufunuliwe siri ambazo zimewekwa hapa, ambazo zimefunuliwa, ziko wazi. Maana Biblia inasema asomaye na afahamu. Kwa hivyo tunasoma ili tufahamu yaliyoandikwa katika neno la Mungu. Tunasoma si kwa sababu ya kumsema mtu fulani, si kwa sababu ya kusema dini fulani, si kwa sababu ya kusema taasisi fulani. Tunasoma tufahamu ili tuchague tutasimama mahali gani. Mwanamke katika Biblia ni kanisa, katika unabii ni kanisa. Kwa hivyo anavyosema nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama, ni kanisa limeketi juu ya mnyama. Je, huyu mnyama ni kitu halisi? Je, ni mnyama halisi? Katika kitabu cha Ufunuo pia ukisoma anasema mnyama ni utawala, ni ufalme, ni serikali, ni mamlaka. Katika kitabu cha unabii cha Ufunuo, hasa Danieli na Ufunuo, anasema mnyama ni mamlaka, ni serikali, ni ufalme, ni mtawala. Unaweza ukasema hivyo. Kwa hivyo kanisa hili limekaa juu ya serikali. Yaani mwanamke ameketi juu ya mnyama. Nisikilize, huu ni unabii. Nisikilize kwa makini, usije ukachanganyikiwa. Kitabu cha unabii kinaeleza, kinafunua mambo ambayo yanapaswa tu kufunuliwa. Yako wazi, yaeleweke. Mwanamke kiunabii ni kanisa. Mnyama kiunabii ni serikali. Kwa hivyo kanisa limeketi juu ya serikali. Tuendelee. Hapo nafikiri umenielewa. Kanisa limeketi juu ya serikali. Kanisa limeketi juu ya serikali. Anasema juu ya mnyama mwekundu sana. Anaposema juu ya mnyama mwekundu sana, yani juu ya serikali nyekundu sana. Sasa nyekundu waga inamaanisha hatari. Nyekundu inamaanisha hatari. Kwa nini hii serikali iko very dangerous? Serikali inayotajwa hapa ni serikali ya Kirumi, na kanisa linalotajwa hapa ni kanisa la Vatican la Rumi, ambalo linaitwa Roman Catholic, ndio kanisa linatajwa hapa. Sasa serikali hii kabla haijawa serikali ya kidini iliwaua watu wa Mungu. Kabla haijawa serikali ya kidini iliwaua watu wa Mungu. Nisikilize vizuri. Na ndio maana anasema huyu mnyama ni mwekundu sana. Maana yake nini? Amejaa damu za watakatifu. Aliwaua watakatifu wa Mungu. Anasema hivi, amepambwa kwa dhahabu na kwa kito cha thamani na lulu, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa na machukizo ya uchafu wa washarati wake. Unapozungumzia amepambwa, anasema amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani. Sasa kanisa hili, mwanamke huyu amepambwa, kanisa hili limepambwa. Na ndio maana hata wasipofanya effort ya kuhubiri, watu wataenda humo, wanavutiwa na kupambwa kwa kanisa hilo.
limepambwa kwa dhahabu na lulu, linavutia tu. Hata mtu asipohubiriwa, hata mtu asiposhawishiwa, anaingia tu. Kwa nini? Kwa sababu limepambwa. Hilo kanisa, anasema ana kito cha thamani na lulu, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake. Kikombe cha dhahabu kinawakilishaga utajiri. Dhahabu huwa inawakilisha utajiri. Kwa hivyo mwanamke huyu au kanisa hili lina utajiri. Unaweza ukasachi kwenye Google. Mambo ya mtandao leo yako rahisi tu. Wewe andika kanisa tajiri duniani, the richest church in the world, watakuletea kwamba ni kanisa linalotokea pale Vatican, nalo ni kanisa Katoliki. Kwa hivyo kitabu cha Ufunuo 17 kinazungumzia kanisa la Kirumi, kanisa Katoliki. Anazungumziwa mwanamke huyu ameketi juu ya serikali, na kimsingi ni kwamba kanisa la Vatican ndilo linalotawala serikali, ndilo linaloongoza serikali. Yaani mtawala wa kanisa la Roman ambaye ni Papa ndiye anayetawala serikali na ndiye anayetawala kanisa duniani kote. Kwa hivyo kitabu hakijakosea, unabii haujakosea, uko sahihi kabisa. Ni mwanamke aliyeketi juu ya mnyama, ana utajiri, ana kikombe cha dhahabu mkononi mwake. Lakini anasema katika fungu la 5 anasema, na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Hapo ndipo tulikuwa tunaelekea sasa. Katika kitabu cha Ufunuo 14 tumeona kwamba tangazo linatolewa kwamba umeanguka Babeli. Ufunuo 14 mstari wa 8, umeanguka Babeli, mji ule mkuu uliowanywesha mataifa mvinyo wa ghadhabu. Mvinyo tumesema ni mafundisho, na huku tunaambiwa hili kanisa ni mama wa makahaba, linaitwa Babeli mkuu. Kwa hivyo kanisa hili limewafundisha watu mafundisho ya uongo kwa mujibu wa kitabu cha Ufunuo 14, kwamba amewanywesha mvinyo ya ghadhabu, ambayo ghadhabu ya Mungu itakuja kushukia mafundisho hayo, itakuja kulishukia kanisa hilo. Nisikiliza vizuri, narudia tena. Katika kitabu cha Ufunuo 14 limetangazwa tangazo ya kwamba umeanguka Babeli, mji ule mkubwa uliowanywesha mataifa mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Lakini katika kitabu cha Ufunuo 17 na ile aya ya 5 nasema, na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Kwa hivyo Babeli mkuu ambao tumemsoma katika kitabu cha Ufunuo 14, mji ule mkubwa ni kanisa linaitwa mama wa makahaba, limewafundisha mataifa yote mafundisho ya uongo. Utaniuliza mafundisho hayo ya uongo ni yapi? Kwa mfano, Mungu amesema katika Kutoka 20 kwamba tusijifanyie sanamu, lakini mwanamke huyu, kanisa hili limetengeneza sanamu likaziingiza kanisani, na watu wanaziabudu na kuzitumikia. Na nina ushahidi tosha, nitakuwekea hapo. Nina ushahidi tosha. Utaona jinsi wanavyoinamia sanamu ya Bikira Maria, utaona jinsi wanavyoinamia sanamu ya Yesu. Kwa nini? Mungu amesema usijifanyie. Hakuna utetezi, hakuna kona za kuingia kutafuta kwamba hizi sanamu tunazitengeneza kwa sababu. Hakuna. Vinginevyo utakuwa unampinga Mungu. Yeye amesema usijifanyie. Kwa hivyo hilo ni fundisho ambalo wamenyweshwa dunia nzima. Ulimwengu mzima umenyweshwa fundisho hilo. Lakini fundisho lingine ni la kubatiza kwa kunyunyiza kwa maji. Liliingizwa kanisani na mfalme anaitwa Konstantini, akaliingiza kanisani kwa sababu alikuwa hataki kuzamishwa kwenye maji kama ilivyo ubatizo wa kuzamishwa ili ufe pamoja na Kristo na kufufuka pamoja na Kristo. Lakini wao wakasema hapana, huyu mfalme hawezi kuzamishwa kwenye maji, hapana, atanyunyiziwa maji.
Kwa hivyo fundisho hilo likaingia ndani ya kanisa, likapewa baraka na watu, likapewa baraka na wanadamu, na fundisho la Kristo, kielelezo cha kuzamishwa kwenye maji, likatupwa kando. Ndio maana nasema amewanywesha mataifa mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake. Kwa hivyo mnyama huyu aliyetajwa kwenye kitabu cha Ufunuo 17 ni serikali inayoshikamana na kanisa. Mwanamke huyu ni kanisa linaloshikamana na serikali, anaitwa Babeli Mkuu, mama wa makahaba. Unapozungumzia mama, maana yake ana watoto, amezaa watoto wake. Hilo ni somo lingine tutajifunza katika siku 10 hizi za uamsho wa kiroho, tunapokwenda kuamshwa kwenye usingizi. Kwa hivyo tangazo lililotolewa katika kitabu cha Ufunuo 14 na yule malaika wa pili anasema, umeanguka, umeanguka Babeli. Yaani umeanguka wewe mama wa makahaba, wewe kanisa, wewe kanisa ambaye umewafundisha watu mafundisho ya uongo, umewalisha watu mafundisho ya uongo, umewafundisha ya kwamba mtu akifa kuna mahali anakwenda, mtu akifa anakwenda kutakaswa mahali fulani, alafu akitoka hapo anakwenda peponi. Umewafundisha kwamba kuna mahali fulani peponi mtu akifa anakwenda, na Biblia imesema utarudi mavumbini, maana ulitoka mavumbini, na sauti ya Mungu Yesu Kristo itasikika ili walio mavumbini waamke. Sasa unapowafundisha watu kwamba kuna mahali wanakwenda kuhifadhiwa mahali panaitwa peponi, maana yake unabatilisha ufufuo. Maana yake unasema kwamba hakuna ufufuo tena, kwa sababu watu walishakwenda mahali fulani peponi. Hakuna mahali cha peponi, tunarudi udongoni, maana tulitoka katika mavumbi. Ayubu anasema, nilitoka kwenye mavumbi, niko uchi, nitarudi huko uchi. Ayubu alikuwa mcha Mungu, Ayubu alikuwa mtakatifu. Hakuna mahali alisema nitarudi peponi, anasema nitarudi kwenye udongo. Lakini mama wa makahaba, Babeli Mkuu, mji ule mkubwa ambao tunatangaziwa katika kitabu cha Ufunuo 14 kwamba ameanguka huo mji, umeanguka huo mji ambao umewanywesha mafundisho ya uongo watu wa Mungu. Na mataifa yote yamelewa kwa mvinyo, yamelewa kwa mafundisho ya uongo. Mataifa yote yamechanganyikiwa kwa mafundisho ya uongo. Na ndio maana mama huyu wa makahaba, yani kanisa hili, linakuja na matamko ya makufuru. Linafundisha watu wale nguruwe, kwamba nguruwe tunaweza tukala tu, alichokitakasa Mungu, alichokitakasa Mungu sikiite najisi. Wanashindwa kuelewa muktadha wa fundisho lililokuwa nafundishwa pale katika kitabu cha Matendo, kwamba Petro alipokuwa amepanda kule juu horofani, aliona maono, akaletewa mfano wa Wasamaria kwamba wala wameshatakaswa, usiache kwenda kuwahubiri neno la Mungu, nenda ukawahubiri. Na ndio maana lile pazia lilishushwa mara 3 na watu waliomfuata Petro walikuwa 3. Yalikuwa ni mafunuo, ilikuwa sio ruhusa ya kwamba Petro ale nguruwe, Petro ale nyoka. Maana kwenye lile pazia lililoshuka kutoka mbinguni lilikuwa na nyoka, lilikuwa na wadudu wa kila aina, lilikuwa na sungura, lilikuwa na punda, lilikuwa na wadudu. Biblia inasema wanyama wa kila aina watambao na watembeao walikuwa ndani ya lile pazia. Kwa hivyo yale yalikuwa na maono na mifano. Hakuna mahali ambapo Mungu amesema sasa unaweza ukala nguruwe, unaweza ukala punda, unaweza ukala tu mimi nimetakaza. Mungu amesema kipo chakula ambacho kinaruhusiwa kuliwa na kisichoruhusiwa. Kwa hivyo wapendwa, katika sehemu hii ya kwanza leo tunaishia hapa, lakini somo hili ni pana na litaendelea. Kesho tunaendelea na somo hili, tuangalie habari za huyu mwanamke, maana kuna mahali anaitwa mnyama na ana sanamu yake. Kwa hivyo tutajifunza sanamu ya mnyama na huyu mnyama mwenyewe, na tutajifunza habari ambazo tumetangaziwa. Kuna onyo kubwa tumetangaziwa, tumeambiwa yeyote atakaye msujudia huyo mnyama, na yeye atakunywa ghadhabu ya Mungu na atatupwa katika ziwa la moto na kiberiti. Kwa hivyo tutaona katika mwendelezo katika sehemu hii ya kwanza. Mungu akubariki kuelewa ya kwamba
Babeli mkubwa aliyetangazwa katika kitabu cha Ufunuo 14, aliyetangazwa na malaika wa pili. Huyu Babeli mkuu ni kanisa lililoshikamana na serikali, ni kanisa linalotawala pale Vatican kwenye hekali 100 peke yake, linatawala ulimwengu mzima. Hili kanisa limeatiisha makanisa yote mengi duniani yawe chini yake. Ndio maana anaitwa mama wa makahaba. Makanisa yote yanayoabudu siku ya jua, na kesho nitakuwa na katekisimu ya kanisa Katoliki hapa katika ukurasa, kama unayo katekisimu ya kanisa Katoliki katika ukurasa wa 483, wanasema sisi sote tunakusanyika siku ya jua. Ndio maana inaitwa Sunday. Kwa Kiswahili huwezi ukaita Jumapili. Kwa hivyo katika mwendelezo wa masomo yetu, mpendwa, endelea kufuatilia, endelea kusubscribe hapo channel yetu ili usipitwe na neno la uzima. Na katika kipindi hichi cha uamsho wa kiroho, usipitwe katika kuamshwa usingizi, usipitwe kutolewa katika usingizi ambao ulilala.